Kwa upande wangu mimi nina miaka 17, niende dukani ninunue pombe, hawezi kunipa. Hawawezi. Bangi, pombe hawezi kunipa. Wanakuza kwa wana miaka mingapi? Saa 3:18 vile, na leo ni kujuze tu kama ni tarehe 13 mwezi wa 7 2022, na vile vile tu acha tu pana wengine ndio wanafungua radio zao muda kama huyo, na ni wajuze tu kama ni kipindi cha sham za pwani vile, mambo ya tarabu, mambo ya kurusha roho, mambo ya kujishetua, mambo ya lakini tucheza na shairi, maana shairi zenyewe siku zikakukomoa mwenyewe, maana tunaenda na kwenye yani shahiri vile. Na nikukumbushe tu kama hiyo tarehe 6 mwezi wa 8 2022 patakuwa kwenye uzinduzi wa Radio Black FM. Na itakuwa sehemu gani? Stade Ndari. Kama kawaida tunajua ndo stade kuu. Stade kubwa vile. Na vile vile basi wengine wanasema kiingilio. Mama, hakuna kiingilio, ni miguu yako tu. Unakosaje kwa mfano? Miguu yako na gari lako, labda na familia yako, ndo kiingilio chako. Na nikujuze tu kama patakuwa wasanii tofauti vile, wasanii zaidi ya 30. Unasikia hiyo show ya kukosa kweli? Si mchezo. Show ya kijanja, show ya kibabe, show yani wewe kama vibe zote ya Radio Black FM, ili uburudike na upate vibe zile zote kupitia Black FM. Lakini tu acha nikujuze tu kama leo basi unaniona aje niko kwenye vibe ya Black FM na niko kwenye vibe ya sham za pwani. Hata basi kaka yangu Patrick, jina la binamu yangu iko maeneo ya huko Afrika BC vile. Acha tuseme Patrick, Radio Black FM unaiona aje na yani imekukaribisha aje sisi watangazaji kwanza? Radio Black FM ni radio nzuri sana, na nyinyi watangazaji mtukaribisha vizuri sana. Na kutupatia nafasi hii tunasema asante sana. Asante na wewe. Na Black FM unaona ulishawahi kuingia kwenye studio tofauti, unaonaje hii studio yetu hii hapa radio? Nishawahi kuingia kwenye studio tofauti, lakini kama Black FM iko different, iko binalingana na zingine studio. Nzuri sana. Hata nimsaidie kidogo. Ndio. Studio ya Black FM nalingana zingine studio kwa sababu construction kwanza yenyewe ambayo tumekutana hapa iko construction zingine tunakutana fasi nyingine. Construction ya hapa iko moderne par rapport na zingine. Zingine ulikuwa nakutana fasi ya fasi za microphone iko yayo fasi na bana gabula na kio, yani DJ anakuwa tofauti na watangazaji. Yani wafundi mitambo wako tofauti, yani wako kule wanaonesha zile sinya ya kupandisha mikono. Lakini Black FM tuko pamoja sambamba. Naona dadangu Rahma Uthmani anatupatia kila kitu, ngoma zote. Basi acha tu nikupatie fursa kaka yangu ili upande na mada vile. Na mada yenyewe inazungumza nini kwa siku ya leo basi ya Ijumaa 5 tarehe 13 mwezi wa 7 2022. Naam, basi unaweza ukapanda na mada, lakini tunakutilia ngazi yani sianguke. Tunakulinda kama mboni ya macho. Mada ya leo ambayo tutagusia ni tabia gani ambazo mtu akiwa nazo kwenye maisha si rahisi ufanikiwe kupata maisha mazuri. Yani kuna tabia mbalimbali watu wanazo zenye hazifurahishi wengine. Na inaweza kuwa vigumu kwako uweze kufaulu maisha. Acha nipane mfano kama tabia wa muonekano. Unazidi kujionesha kwa macho ya wengine. Sio tabia nzuri kabisa. Tabia ya muonekano kivipi? Yani unajipandisha, unajitia cheo chenye hauna. Cheo chenye hauna, yani unajifanya mjuaji. Mjuaji. Kama unaweza kusema hivyo, kujifanya mjuaji sio vizuri. Na ingine tabia ningetaka kusema ni tabia ya kujifanya kama vile umeshaweza au na uyaweza.
ile kujionesha vile, hata mtu ambaye ametaka kusaidia hawezi tena kukusaidia kwa sababu hiyo muonekano wako unaonesha tayari umeshaweza. Alors que uyaweza. Yaani hauhitaji msaada na wakati unahitaji msaada. Yaani anamaanisha wale wa maskini jeuri. Yaani anajipandisha kuwa VIP kumbe akingali chini. Ndio. Sasa vile akijifanya VIP vile, hata kama mimi nimekuwa na shida ya kumsaidia, sisi tena nikamsaidia kwa sababu muonekano wake unaonesha ameshaweza. Hatai tena msaada. Ndio. Sijui naona semaje. Na vile unakutana wengi wako na dharau. Na dharau zikiwemo. Halafu katika ule asitaka nisaidie, unakutana na ile dharau. Kweli ana shida kile kitu ile, lakini ndio hataki kusaidiwa. Tatizo. Sijui kwa Patrick yeye anaonaje? Mimi naona hizi tabia ambayo inapaswa tuma mtu asifaulu kwenye maisha yake. Kama vile mtu aheshimie baba na mama, hawezi kufaulu maishani mwake kwa sababu baba ndiye mtu wa kwanza wa maana wa mtu. Kichwa cha familia. Kama umheshimu kabisa, maisha yako yatakuwa mafupi sana, utendelee. Ndio. Yengine tabia kama umheshimu Mungu, usikie maneno yake, hawezi kuendelea kabisa. Naonekana unasikilizaga sana gospel. Haiko sana, kidogo kidogo. Yaani ni mtoto wa pastor. Ndio maana. Na wewe Mama Sharmante? Mimi acha nikutupie kwanza mpira kwako. Sharmante anajua kufukuzana. Leo ndo tunaanza kazi yake. Alafu mimi nitasema nyuma. Hapana, Sharmante mimi namalizia. Tunamtupia kwanza mpira Rahma Uthmani. Rahma sema. Okay, basi si kufikiria haraka tu si mbaya. Tabia ambazo mimi huwa naona kama mtu hauwezi kufanikiwa katika maisha yake, tabia ya uongo. Ukiwa muongo ndugu yangu hufaulu. Kwa sababu kwanza unachonganisha, pili watu hawatokupenda. Tabia ya uongo. Na tabia nyingine ya kuvuta bangi, kunywa pombe, huwezi ukafanikiwa. Kwa sababu wewe umeshajibezi kwa hivyo vitu, kufanikiwa kwako unakuwa ni kudogo sana. Yaani unataka kumaanisha kuna wavuta bangi na kunywa pombe ambao hawajawahi fanikiwa hapa duniani? Ushawahi kuona mvuta bangi akawa na nyumba? Wako tena. Basi tuseme wapo ila ni wachache sana, tena wachache mno. Rahma. Rahma. Ni akili hapo unatumia. Ndio. Naomba neno. Unajua kila mtu anakuwa iko na kichwa chake. Unakutana mtu anavuta bangi, anajidroge. Unaona? Na ni billionaire. Lakini wale wengi sana huko katika ubilionea wanakuwa hawapo. Wale wengi sana mtu unakuta unakunywa pombe kwa kuiga. Ushaelewa? Ukinywa pombe kwa kuiga ndugu yangu unafeli. Huwezi kufanikiwa. Na hapana mtu anaweza yani kama hatumii hivyo vilevi, kazi zake yani zinafeli. Yani ile inamsaidia nguvu. Mimi sipati nguvu zaidi. Kila mtu gisi Mungu amemuomba. Na kila mtu gisi, yani pana watu hapa nyumbani Burundi. Kama akutumia kitu chochote, wabasi ni wengi, hafanyi kitu. Yani ile inamtilia swingi, inamuongezea. Mimi nitawahi kusema Sharmante, nilisoma na mwanafunzi alikuwa akivuta bangi. Kama akuvuta bangi ya block, akili akivuta bangi ana block, na alikuwa anatoka wa mbele. Lakini Adija, wale wengi wanaovuta bangi sawa, wanakuwa yani niseme vichwa vyao vinakuwa sio vizuri. Kila mtu na kichwa chake. Kwa hiyo nataka kusema kuna mtu ana kichwa cha tegetege na kuna mtu ambaye ana kichwa cha chini kinaweza kukakamata ile bangi, anaikontrole niseme. Ni kweli. Lakini kuna wengine wengi sana bangi ndio zina control. Pale udanganyi. Wengi bangi ndio zina control. Si mtu yani tunasemeje? Basi tuseme tu kuna bangi zina control mtu kwa. Yes. Na ukiwa na bahati mbaya bangi control wewe ufanye chochote kile kwenye maisha yako, wallahi nakwambia. Ukikuta bahati pombe kikontrol wewe huwezi kufanya chochote. Wangapi wana familia na wanakuja pombe familia yao hawaishi vizuri kwa sababu ya pombe? Wapo. Wengine hawajao hadi leo. Mimi nasema ni wachache lakini wapo. Kuna wengine hawajao hadi leo kwa sababu ya pombe. Anakwambia ndio hela yangu nimpelekee mke wangu aenda kaemea, alafu mimi pombe na kunywaji. Sikiliza nikwambie. Pana mtu anaweza kunywa kinywaji hicho cha pombe lakini anajielewa na anatunza familia na familia zingine. Sijakataa, wapo. Lakini kuna wengine mtu akinywa pombe na kwa yani
Sio nasemeje? Hujielewi wapo. Wewe na ulisema kwamba kuna mtu ulikutana naye hajielewi kadondoka. Tena baba mtu mzima. Pale ule mtu anakunywa yani aoni sehemu penye yuko. Unakutana mtu anakunywa ajielewa, anafika anadondoka au anajifanyia haja ndogo. Tena shamati huwezi kujua, sijakata kauli, huwezi kujua amekunywa aenda kwa furaha au kwa huzuni. Yote vinawezekana. Bangi ukivuta kwa furaha unakuwa vizuri. Unacheka cheka, sijai kunywa lakini ndio hivyo. Lakini bangi ukivuta kwa hasira, ndugu yangu nikikunuia Charmante leo hatoki Black FM hautoki. Ndio kaida ya bangi. Bangi unaivutoka kwa kuinuia. Wewe unasema kuna mwanafunzi anavuta bangi na anakuwa na akili shuleni. Kabla ya kuivuta bangi anainuia. Nataka niwe na akili shuleni. Na anakuwa na akili. Basi acha tuseme vile vitu vile ambao umesema kuvitia kwenye nafasi ya kwanza ndio vibaya. Unaona kuna mtu anatakiwa kisha umesema kuna mtu ambaye hajaoa leo kwa sababu ya pombe. Hiyo ni sababu ya nini? Ametia pombe fasi ya juu kushinda vitu vingine vya maana. Kweli. Hatujakataza kunyweni lakini kunywa kwa ustaarabu. Sijui unasemaje Patrick? Maana nishasikia wewe kwenu hatari. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu unasema kuvuta bangi na kunywa pombe ni vitu ambavyo vinapasha tu mtu endelee maishani mwake. Ndio. Mimi sikatale, lakini ukisema vile maana ukiangalia hata 100% wa kunywa pombe. Ongea baba unachojisikia. Ukiangalia 100% wa kunywa pombe. Sasa unajua una 90% wake na kunywa pombe, maana na ile 2% ndio maana ikunywe pombe. Sio ukisema vile wake wenye kunywa pombe ndio watu wabaya sana, maana utasema dunia yote ni watu wabaya. No, sijasema hivyo. Nimesema kuna baadhi ya watu ambao wanakunywa pombe kuna wengine wanajielewa na kuna wengine hawajielewi kabisa. Wapo. Ni kweli. Unafikiri kwa sababu gani pombe inakatazwa? Sababu ya ulevi. Na ukilewa unakuwa unajielewa? Hapana. Sasa ndio maana akasema hivi hairuhusiwi kunywa chini ya umri wa miaka 18. Pombe. Ila nikwambie. Si kuna mtu wa zaidi ya miaka 18 anakunywa mpaka kulewa. Ni makosa. Akili yako inabadilika. Lakini kwako wewe Julius unaweza ukanywa kwa sababu umeshapita miaka 16 unywe pombe utakuwa na akili nzuri wewe? Hapana, unaweza kuwa unaharibu akili. Na amesupport. Anasema hivi sawa. Nani ameruhusu kukataza kunywa pombe kwa miaka 17? Inavyosemekana. Hata ukiangalia unakuwa under 18. Under 18 huwezi kunywa pombe. Na hata kama kwa mfano labda kwa upande wangu mimi nina miaka 17, niende dukani ninunue pombe, hawezi kunipa. Hawawezi. Bangi, pombe hawezi kunipa. Wanakuza kwa miaka mingapi? Acha basi msikilizaji wa Radio Black FM, umesikiliza mengi changamoto kusikana na mada yetu ya leo Ijumaa 5 vile.